Okay, ni wakati mwingine pia na ni siku nyingine. Hapa tunapeana uzoefu fulani. Nilizungumza wakati uliopita kuhusu kupata wasaa wa kwenda mazingira mapya ambayo ubongo haujazoea kuwepo, lakini pia nikasisitiza kwamba at least usikae sehemu moja kwa muda mrefu. Unapokuwa ukitoka unapata wasaa wa kufanya ubongo release, upoe. Sasa unapata ile muda wa kurefresh, akili inakuwa imepata pumziko na uponyaji. Unajua pumziko ni uponyaji. Sasa nilizungumza hivyo wakati fulani katika post yangu iliyopita, na leo ninataka kusema jambo moja. Mimi niko bado pembezoni tu mwa ziwa, na huku ni ufukweni ambapo ninaendelea tu kupata ile programu yangu ya kupumzika na kurefresh, kutuliza akili. Kwa hivyo napopata huo wasaa wa kupumzisha akili inapata nguvu inapata uwezo wa kucreate vitu vipya, na unapofanya hiyo creation ninaweza kufanya vitu kwa ufasaha na ustadi, kwa sababu akili inakuwa na energy, inakuwa na uwezo wa kuthubutu kufanya visivyowezekana. Ili nitaka kulisemaje? Ninataka kuzungumzia wale watu ambao huwa tunakuwa na tamanio la mafanikio. Mara nyingi tumejikuta maisha yanatukimbiza kasi sana, tunakimbizana kiasi kwamba tunakuwa na expectations kubwa sana. Tuseme inakuwa ni kubwa kuliko uwezo wetu wa kiutendaji kuyakabili na kuyafikia haya matarajio. Na hili jambo limefanya wengi wetu kufikia hatua ya kuona kana kwamba hawana target sahihi za maisha, na wengi wao wanapofikiri kwamba hawajafanya target sahihi za maisha wamefikia kuumizwa na kutofikia matarajio yao. Nje na hilo tu, pia niseme hawa ndio watu pekee, ndio kundi pekee la watu ambao wanaweza kuumizwa na habari ya tamanio la mafanikio kimaisha, kwa sababu ni uwepesi kufanya comparison, ulinganifu wa kimafanikio kati yao na watu wengine, baina yao na marafiki, baina yao na familia nyingine, baina yao na ndugu na jamaa. Na wanapokuwa wakifanya comparison, mara nyingi hujikuta wakiumia, na wanapokuwa wakiumia kunatengenezwa kitu kinachokuja kutesa moyo, ambayo mara nyingi sasa huleta changamoto na athari za kimwili, ikiwemo msongo. Msongo unatengeneza hatua nyingine ya kuleta magonjwa ya moyo, kiharusi, mishipa inapasuka, overthinking. Kwa hiyo nitaka kuangalia wale watu ambao wana matarajio makubwa na mapambano katika maisha. Tunaweza kuwa na matarajio makubwa, si dhambi, lakini hebu tujifunze kuanza kuweka matarajio ambayo kwa matazamio yetu na kwa uwezo wetu, kwa vile tunavyopambana, njia zetu zinatuonyesha kwamba ni sahihi na tuna uwezo wa kufika matarajio hayo. Usiweke matarajio ya kufanya jambo kubwa ambalo unajua kabisa kwa uwezo na njia zangu za utafutaji siwezi fika. Kwa hiyo ili nitaka tukumbushane, ili wakati fulani isiwe ni moja kati ya sababu zinazoweza kupelekea tukapoteza nguvu kazi ya taifa, tukapoteza ndugu na jamaa na marafiki, tukapoteza familia na watu tunaowapenda, kwa sababu wanajikuta wakiingia kwenye uraibu
Urahibu. Na nikiongelea urahibu nazungumzia sasa, kuna wengine ambao baada ya matarajio na matazamio kufikiwa kama ambavyo wao walitamani, wanajikuta sasa wakitumia mihadarati na kutumia vitu vingine ambavyo si mpango sahihi katika afya ya ukuaji wa kimwili na akili na ustawi wa kijamii na kiroho. Kwa hiyo ili tu ni kuwakumbushe na kukumbushana kwamba hebu tutengeneze mikakati na mipango yetu, tukitazama hasa njia zetu za kupambana na kutafuta kwamba tuna uwezo wa kufika baada ya muda fulani. Na ndio maana katika mikakati na mipango financial tunajua kwamba tunaweza kuwa na miradi ama mikakati ya miradi ya mipango ya muda mfupi au muda mrefu. Kwa hiyo tunasema hii muda mfupi unaicategorize kwa sababu unajua kulingana na hali yangu ya kupambana ili ninaweza kulifikia kwa ninapoweza kumake katika kipato changu income. Naongelea ile income, pato lako. Baada ya kufanya kila kitu kwamba ninaweza kufanya saving ya kiasi fulani, na iko kiasi kitakusaidia kwenye kufikia goal. Kwa hiyo ndio maana sasa unaweza ukafanya ukacategorize kwamba huu ni mpango ambao ninaweza kutimiza baada ya miaka miwili. Si kwa kusema tu, ila ni mfuko wako utakwambia kwamba kulingana na hali yangu ya upambanaji na utafutaji nina uwezo wa kumake 2 million per month. So katika 2 million unaweza ukafanya 1, 2, 3 saving ikawa kiasi fulani, asilimia fulani itaenda hivi, kwa nikisave laki moja labda baada ya miaka miwili ama baada ya miezi 6 naweza kupata kiasi fulani, na goli langu linahitaji kiasi fulani. Hilo sasa una uwezo wa kutimiza pale ambapo utapokuwa umetazama sasa njia zako za utafutaji na kiwango cha kipato unachokuwa ukikusanya. Usiumizwe na matarajio makubwa ambayo ukijua kabisa uwezo wako kuyafikia hakupo. Kwa hiyo nimewatia moyo. Ni mchana sasa, ni masaa ya saa 9 ikiwa bado pembezoni mwa ziwa hili, tukiendelea kutafakari na kupata yale ambayo yanaweza kutusaidia kama vijana katika safari yetu ya utafutaji, safari yetu ya mapambano, na tukafanikiwa. Bwana awe pamoja nanyi na mbarikiwe sana.